Habari mwanafunzi wangu, ni mimi hapa Babu Bidabida, ni mtaalamu wa tiba asili ya Afrika. Leo tarehe 14 ni yaumul Jumaa leo. Sasa nataka nikupe sifa moja ambayo nahisi kwa wewe Mkristo itakufaa, hata wewe Muislamu itakufaa. Sharti lake ni hivi. Kiumbe anaitwa ili, yani ya ile ili R-I iri. Sasa sharti lake iko hivi. Umeona muda wa Ijumaa watu wapo msikitini, yani siku ya Ijumaa ile, unatakiwa ufanye mapenzi muda ule. Yani umtafute mwanamke, kama we ni mwanaume ufanye naye mapenzi. Kama we ni mwanamke umtafute mwanaume muda ule ambao watu wako msikitini, wewe unatakiwa ufanye mapenzi. Haijalishi awe mume wako, haijalishi awe mke wako, haijalishi umemnunua, haijalishi umemkodisha, haijalishi umemlipa, haijalishi hujamlipa, ila ufanye naye tendo. Hilo ndo sharti lake kwa muda wa miaka 30. Unaweza? Kila Ijumaa ndo sharti lake. Ikitokea umemisi, nisikilize. Ikitokea hujafanya mapenzi ndani ya majuma 4, sawa? Yani wiki la kwanza hujafanya, wiki la pili hujafanya, wiki la tatu hujafanya, wiki la 4 hujafanya, no excuse yoyote. Yani huumwi, hufanyi nini, umezalau, unakufa. Sawa? Unaweza? Sasa kama unaweza, huyu ndio kiumbe wa kukupa wewe mafanikio na utajiri, kukutoa hapo ulipo. Kukupa mafanikio ni hali ya kuwa kama kufumba na kufumbua. Unaelewa? Kufumba na kufumbua, hayo ndo mafanikio. Na mimi si unaniamini? Nikikupa kitu nikikwambia kina madhara, na kuambia kina madhara. Nikikupa kitu hakina madhara, na kuambia hakina madhara, si ndio? Hakuna kitu kilichokuwa na faida kikakosa madhara, si ndio? Hakuna kitu kilichokuwa na madhara kikakosa na faida yake. Sasa madhara yake ni nini? Unataka nikwambie? Huyu ni ibilisi. Ni ibilisi, ni miongoni mwa maibilisi. Ikitokea wewe ni mwana ambaye ibada, ni mtu mfia dini, huyu hakufai, kwa sababu atakupotosha na mwisho wake kwenda motoni, kama kweli wewe ni mtu wa dini. Lakini ukisema kwamba kufa ni kufa na hakuna mtu atakayerudi, wewe unaamini nguvu za mababu, huyu anakufaa. Unaamini kwamba ukifa hutorudi, ikitokea kutu amekufa ndio kiama chake, basi huyu anakufaa. Sawa? Lakini ukisema kama kuna dhambi, hii hainifai, kwa vile mimi ni Muislamu, siku ya Ijumaa natakiwa niende nikaswali, basi ukitia hizo excuse, huyu hakufai. Kwa hiyo chakata ubongo wako akili. Angalia kwamba je, ananifaa au anifai? Kama unahisi anakufaa na ndani ya miaka 30 ni mingi kwako, mchukue. Kama unahisi miaka 30 kutoka hapo ulipo kwenye huo umri wako ni michache, achana naye, viumbe wako wengi. Lakini utakula raha ndani ya miaka 30 wewe mpaka mauti yako inakukuta. Na mali zako mpaka vitukuu vyako watazikuta. Wajukuu zako watavikuta, mpaka vilembwe watakuta. Hizo ndo faida za ili. Price yake sasa niko noma, milioni 4 tu. Kawaida sana. Sasa ukitaka kumuita na kumhudhurisha kiumbe huyu, mara nyingi wanawatumia watu waliokuwa ugaibuni. Unajua sisi hapa Tanzania tunasema ile unaweza ukaenda hapa ukapata chakula ukaenda, lakini my friends, watu waliokuwepo nje ya Tanzania
wa Afrika walioenda kupambana katika miji na nchi za watu wanajua nini ninachomaanisha. Wanaishi kama wanyama. Sawa? Wanatuma pesa zao Bongo, wanatuma pesa zao Afrika, sisi tunazila. Unadhani hiyo laana itakuwaje pindi watakaporudi? Ndio maana wanapigwa mashoka watu, kwa sababu mtu anaenda kuhenya huko, maisha yake yote ana riziki kwenye nchi za watu, baridi, joto, anavumilia, anaamini kwamba nikirudi Afrika narudi nikiwa mwanaume, narudi nikiwa mama, lakini kipindi anarudi huku ndio kwanza ameenda kupoteza kila kitu, hana chochote. Kwa hiyo maisha bila jini, maisha bila kiumbe, maisha bila umiliki sio maisha, hakuna. Mimi nimesema haki yangu kusema. Episode 1 ndo kama hivi.